Mama mmoja, ambaye ana watoto wawili wa kike na wa kiume, alimuuliza bintiye, "Kwa nini jino lako limekosekana?" "Mama," mume mtesaji akasema haraka, "aliteleza bafuni jana usiku, sakafu ya bafu ilikuwa na utelezi mno. Nilimwambia awe mwangalifu, hakusikiliza, ndipo akaanguka." "Ndiyo mama, ilikuwa kosa langu." Mama wa huyu binti akashtuka, alisema, "Mwanangu huyu alikuwa akiogopa maumivu tangu utotoni, hata mkato mdogo kidoleni alikuwa akikimbilia kwangu nimpulizie hewa kwa muda mrefu. Sanya amepoteza jino na anakaa hapa akinitabasamu." Mama alimwambia mwanawe wa kiume, "Na kwenda kumtafuta dada yako, unakuja?" Kwa kijana akasema, "Lini sasa?" "Ndiyo, sasa hivi." Twende kama wakwe wakiuliza, tutasema tumemkosa na kumkumbuka sana na tumrudishe nyumbani kwa ajili ya mwaka mpya. Lakini kama niko sahihi, basi leo ndiyo siku atakayopata uhai wake tena. Baada ya mama na kijana kupanga mipango, wakaenda nyumbani kwa wakwe za binti. Walipofika kwa mlinzi akauliza, mama akasema, "Naomba kuuliza kitu. Chumba namba 2, ghorofa ya 6, nyumbani kwa Shen Wanhan." "Ni hapa." Mlinzi akauliza, "Wewe ni nani kwake?" "Mimi ni mama yake. Nataka kumshangaza na kumsurprise binti yangu. Hajui nipo hapa." "Ndiyo, anaishi hapa. Binti yangu amekuwa na shughuli nyingi hivi karibuni, hanijibu sana na simuelewi." "Na je, huwa hatoki nje mara nyingi?" Mlinzi wa uoga akajibu, "Msichana wenu haondoki sana, labda yupo nyumbani anajiuguza hadi akipona." Mama akauliza, "Akipona?" Jirani mwingine akiwa pembeni kidogo akadakia. "Unazungumzia yule mke wa kijana mwenye nywele ndefu, chumba namba 2, sivyo?" "Ndiyo, msichana jasiri. Mwaka jana alianguka ngazi. Mguu wake ulikaribia kuharibika." Mama akacharuka, "Umesema nini?" Jirani akauliza, "Je, hamko familia moja?" Mama akajibu, "Mimi ni mama yake." Wewe ni mama yake? Basi kwa nini umekuja sasa tu? Fanya uamuzi. Kilichotokea kwa mguu wake ni nini? "Sawa." Jirani kwa kusita akasema, "Sitasema zaidi. Sisemi uongo. Kila mtu hapa anajua mwanaume wa chumba namba 2 ana hasira kali na huvunja vitu mara kwa mara. Usiku mmoja nilisikia mwanamke huyo akilia. Siku chache baadaye alikuwa kwenye kiti cha magurudumu. Wakasema alianguka ngazi. Nani angeamini hilo?" "Je," mama akaendelea kuuliza, "kuna aliyepiga simu polisi?" Mara moja jirani alisema wangepaswa, lakini siku iliyofuata usimamizi wa jengo ulibisha kila mlango wakiwaambia watu wajishughulishe na mambo yao wenyewe. Zaidi ya hayo, mke mwenyewe alisema yuko sawa. Mama akasema, "Asante, nimeelewa." Mama na kijana, kaka wa binti anayeteseka, wakapanga, "Hatuwezi kuingia ghafla, tuone kwanza jinsi nyumba yao ilivyo mchana." "Acha, simama pale." "Mama, huyo ni dada yangu." Kwa hasira, "Ukikimbilia juu sasa, dada yako bado yuko mikononi mwao. Unataka kumsukuma zaidi. Ni lazima wajue hayuko peke yake, mama yake yupo hapa." "Mama?" Akampigia simu binti. Kwa uoga binti akajibu, "Nini unapiga simu ghafla?" "Ninapika supu." "Supu ya aina gani?" "Supu ya mbavu za nguruwe." Mama anajifanya hajui chochote akamjibu binti, "Inaonekana kupika kwako kumeboreka, si mbaya." "Mama, usinisumbukie. Nimekuwa nikienda vizuri hivi karibuni, usijichoshe kwa ajili ya mwaka mpya, pumzika tu nyumbani." Kumsukuma hakutafanya kazi, hathubutu kukiri. "Sawa, vizuri. Basi naweza kupumzika." Kwa njia, mama akauliza tena, "Wakwe zako wako wapi?" "Binti, wametoka kwenda ununuzi sokoni." "Vizuri, mwambie Yanfeng mumeo akukatie matunda. Umepoteza jino, kwa hiyo usile kitu kigumu." "Naam." "Ndiyo mama." Mama akamwambia kijana wake, "Sasa, mambo matatu yamethibitika. Kwanza, anathibitiwa. Pili, hathubutu kuomba msaada. Tatu, hata akiomba haitasaidia. Basi tufanye nini?" "Tuingie ndani na tumtoe." "Mama, tunaenda wapi? Kurudi hotelini?" "Hapana." "Basi wapi?" "Kwenda kununua vitu." "Mama, unatengeneza vitu wakati wa mwaka mpya?" Mama akaenda dukani. "Nipe nyundo na koleo." "Unatengeneza nini?" "Bomba limevunjika nyumbani." "Ndiyo, kuna vitu vichache vya zamani nyumbani vinahitaji kuvunjwa." "Mama, unamaanisha kweli?"
Dada yako ananingoja. Kama sitampata leo, huenda asipate tena nafasi ya kuomba msaada. Usiku wa leo, haijalishi itagharimu nini, nitamtoa dada yako. Twende tukasubiri kwenye lango mpaka watoke. Mmoja ameondoka. Wa pili, wote watatu wameondoka. Twende. Bwana, wewe ni fundi wa kufuli. Nataka mwenye haraka zaidi, mtu anayeweza kufungua ndani ya dakika moja. Nitalipa ziada kwa huduma ya haraka, nitakutumia anwani. Mama, huu ni mlango wa nyumba yako? Nyumba ya binti yangu. Simu yake haipatikani, kwa hiyo nimekuja kuangalia. Kaka kwa shauku, dada, nipo hapa, uko wapi? Mama, kwa nini upo hapa? Haraka, nenda. Wanhan, mama yupo nje, usisogee. Nilidhani labda alikuwa akipigwa, labda amefungiwa, lakini sikuwahifikiria wangemfunga minyororo kama mbwa. Dada, lazima uondoke. Wamefunga kamera. Huu mnyororo umefungwaje? Mama, siwezi kusonga. Kijana, usiogope. Huyu ni binti yangu. Familia hiyo imekuwa ikimfungia kama mateka. Fungua kufuli na uondoke mara moja. Hili halihusiani na wewe. Tutapiga simu wenyewe polisi. Unaweza kusimama? Dada, siwezi kusimama vizuri. Wakati mwingine sisikii miguu yangu. Dada, nitakubeba. Mama, hatuwezi kupiga simu polisi. Walisema nikimwambia mtu yoyote, kaka yangu ajihadhari na watamkamata usiku. Mwache aje. Mama akaandaa vifaa kuja kuwaonyesha maisha yanaendeleaje. Nitamkata kwanza kabla ya lolote. Rudi hapa. Mama, wamemfunga dada namna hii, ninawezaje kukubali tu? Ukikimbia huko nje na kuua mtu, dada yako atakuwaje? Joye, mbebe dada yako chini na mwende moja kwa moja hospitalini. Mama, njoo nasi. Watakuua watakaporudi. Usibaki. Familia hiyo yote ni waovu. Nendeni kwanza, kapate matibabu ya majeraha yako hospitalini. Mama atashughulikia yaliyobaki.